Hivi unajua kwamba kitaa kinaongea? Kama hujui basi tulia nikuonyeshe jinsi mtaa unavyoongea. Tazama mtaa kuzungumza na wana kitaa, kwani wao ndio wana mengi ya kusema. Ni mwendo wa kituo kwa kituo, chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Mwana kitaa kaa rada, kwani tunakuja kitaani kwako. Kwenye mashimo tunafukia, kwenye changamoto tunatatua, kwenye furaha tunafurahi wote. Hii ni rada ya mtaa. Langu jina Vanny Bro, shujaa wa kitaa. Sidhani kama ni sawa. Kwa nini sio sawa? Sasa unaweza ukawa yani unafanya charming na watu wengine, lakini yeye akawa anaona wivu. Kila mtu afanye kwenye kazi yake kwenye sehemu tofauti. Ni mkifanya katika sehemu moja mnaweza mkaendekeza mapenzi, pia wivu kati ya ukimwona mpenzi wako mume wako yuko na mtu fulani, hiyo pia itaelekea wivu. Kwa hivyo mimi naona tu sio poa. Ni bora tukutane, kama ni mke wako tukutane nyumbani, kila mtu avile zake, tukakutana jobu. Tukakutana nyumbani, tumetoka jobu, basi maisha yanaendelea hivyo ya sebra. Ila tukaa pamoja sio poa sana. Mtazamaji wa Lumen TV, karibu katika rada ya mtaa. Kama ilivyokuwa kawaida, rada ya mtaa huwa ina mada mbalimbali ambazo tunazunguka nazo kwenye jamii. Jina langu Vanny Bro, lakini leo nitakuwa na mada kabambe sana. Je, ni sahihi kwa wanandoa au wapenzi kufanya kazi sehemu moja au ofisi moja? Twende tuangalie wanajamii wanazungumziaje kuhusu jambo hili, kwa maana limetawanyika katika sehemu mbalimbali. Nitazungumza nao wengi wao ambao wanaweza kuzungumza kulingana na rada ya mtaa. Hii ni rada ya mtaa, shujaa wa mtaa Vanny Bro. Twende tuone watu wanazungumziaje kuhusu mada yetu hii ya leo. Bro, vipi? Kwema? Unakuita nani? Joseph. Nataka tuongee kidogo, tuzungumze kidogo sisi vijana. Unakuita nani? Joseph William. Joseph William. Ndio. Ndio, Joseph. Nataka nikuulize kitu kimoja hivi. Je, ni sahihi kati ya mtu na mpenzi wake au mtu na mke wake kufanya kazi katika ofisi moja au taasisi moja? Sio vizuri. Kila mtu afanye kwenye kazi yake kwenye sehemu tofauti. Huwezi kufanya kazi sehemu moja na mkeo au mpenzi wako? Hapana. Kwa nini? Hakuna sababu nyingi tu. Unaweza ukazungumza kwa nini usifanye naye? Kulingana na mazingira mnayokaa. Au unaweza ukakaa mahali ukakutana na mpenzi wako anashikwa au unagombezwa na bosi wako. Vigezo viko vingi sana ambapo siwezi elezea yote. Kwa hiyo ni lazima tufanye sehemu tofauti. Sawa, haina noma. Unakuita nani? Naitwa Frank Wilson Leskar. Frank Wilson? Yes. Ndio, sasa Frank, ni hivi. Je, ni sahihi wanandoa au wapenzi kufanya kazi sehemu moja, yaani hususan ofisi moja au taasisi moja? Kwa kweli mimi ninachoona ni kwamba haifai, kwa maana kuna vitu ambavyo wanakuwa labda, kwa mfano kuna wateja wanakuwa na ile karakta yani ya utani sana mwingi. Sasa unakuta labda mimi niko na mke wangu lakini bado sina mke. Niko na mke wangu. Labda rafiki yake anakuja na utani mwingi, lakini mimi nikachukulia serious, baadaye inatokea ugomvi. Alafu pia sometimes inatokea kuzorora kwa biashara pia. Kwa ni yani mimi nacho kwa mawazo yangu kwamba ni vizuri pia wawe na separate office. Kama ni ofisi moja, lakini wawe kila mtu na chumba chake labda ambao anafanyia kazi. Kwa ina noma sasa. Nikushukuru sana sasa. Hii ni rada ya mtaa ambayo ipo Lumen TV na mambo bado tunaendelea nayo. Kwa nini tusizungumze na wanajamii? Vitu ambavyo tunazungumza ni vipo katika jamii, wanajamii ndo wao watazungumze. Na huwezi ukaficha ile jamii hawezi kuzungumza chochote kile ambacho tunaweza kuona kama ilivyokuwa kawaida. Ndo tunavyoona hapa wanajamii hapa tunazungumza nao. Kwa nini tusizungumze nao? Bro, vipi? Fresh. Wanakuita nani? Na? Wanakuita nani? Benson Narcisse. Benson? Ndio. Sawa, Mr. Ben. Ndio. Hivi unadhani ni sahihi mwanamke au watu ambao wapo kwenye mahusiano kufanya kazi sehemu moja, especially kwenye taasisi fulani au ofisi moja? Hapo hiyo sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Maana kwenye kazi kuna changamoto mingi. Kuna changamoto nyingi? Ndio.
Kama zipi hizo changamoto? Ndio. Unajua mwanaume kama mwanaume kufanya na mke wake kazi sehemu moja, hiyo inaona ileti kabisa. Sawa. Mimi nikushukuru sana kwa sababu kila mmoja ni tunaangalia mtazamo wa mtu kwamba kuna mwingine anaweza kusema ni sahihi, kuna mwingine anaweza kusema sio sahihi. Hasa mtu wetu hapa, sisi hatuwezi kukuacha hapa. Ni aje bro? Fresh kaka, niambie. Fresh tu kama kawa. Baridi yenyewe. Mimi nataka tuzungumze kitu kimoja hapa. Hivi unadhani wanakuita nani kwa mtazamaji? Mimi huenda na kujua na mtazamaji ataka kujua. Wanakuita na? Wanaita Isaac William Nasari. Isaac. Sawa, Isaac. Je, ni sahihi kati ya mwanamke na mwanaume kufanya kazi ofisi moja au taasisi moja, wewe ukiwa na mkeo, mpenzi wako au tuseme ni mpenzi wako? Unadhani ni sahihi kufanya kazi sehemu moja au ofisi moja au taasisi? Nadhani sio sahihi brother. Kwa nini sio sahihi asena wakati mtu wako? Inategemea, pengine unaweza kana rafiki yako pale kazini. Baadhi mimi ni wa kiume, akaja wa kike mwenzangu, akaja mke wangu pengine amjui, akaja akanikumbatia pale, tayari mke wangu anaweza akanielewa vibaya, si ndio? Hata mpenzi wangu pia naye akaona hivyo pia, akajisikia kwamba mimi labda natoka na fulani wakati sio kweli, naona Kwa hivyo mimi naona tu sio poa. Ni bora tukutane, kama ni mke wangu tukutane nyumbani, kila mtu awe mshe zake, tukakutana jobu. Tukakutana nyumbani, tumetoka jobu, basi maisha yanaendelea hivyo ya sebla. Ila tukaa pamoja sio poa sana. Haina noma Isaac. Sisi tupambane. Poa, hii ni by the way, lakini ipo ndani ya Rada ya Mtaa. Rada ya Mtaa kama ilivyo kawaida. Leo tuna mada kabambe sana ambayo inazungumza kuhusiana mambo ya kijamii. Bro vipi? Wanakuta nani? Kama kawa? Hakika. I say, wanakuta nani? Wata Asumanga. Asumanga. Ndio Asumanga. Sasa kuna kitu nataka tuzungumze. Hivi ukiwa na mpenzi wako au mchumba wako, je, unadhani ni sahihi kufanya kazi ofisi moja au taasisi moja ukiwa na mtu wako, mpenzi wako? Mimi naona sio sahihi. Kwanza unaweza kukutana fanya naye kazi sehemu moja, alafu na mimi kama na mchepuko natoka kuorogeana. Kwa hiyo unaogopa kufanya kazi sehemu moja na mtu wako, uende ukawa na mchepuko hapa? Nawaza kabisa. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Wanakutana? Wanakutana? Unasema? Wanakuita nani? Mimi naitwa Lina. Lina? Lina, basi simame tuongee kidogo. Tusimame tuongee, tumwangalie yule pale. Yule pale. Mambo ya mtaani haya. Kwa nini tusizungumze naye? Ni Rada ya Mtaa. Mambo vipi ase? Shuka laana, mambo ni vipi? Hamna shida. Nitakushikia usijali. Unakuita na? Naitwa Abduli sana tu. Okay, sasa nikuulize, kuna kitu nataka tuzungumze. Ukiwa na mpenzi wako, mke wako, mpenzi au mchumba au yani iko hivi, mimi na kunani wewe utaweka sawa. Unaweza kuwa na mpenzi wako au mke wako. Je, ni sahihi kufanya kazi katika taasisi moja au ni ofisi moja kwamba wewe na mtu wako, yani mke wako au mpenzi wako? Unaona ni sahihi? Sio sahihi kabisa, maana ni vitu ambavyo havieleweki. Huwezi fanya kazi na mpenzi wako, maana ni mbaya tu, haiwezekani. Mtata mapenzi kazini au vipi? Kwa hiyo hutaweza fanya kazi na mpenzi wako ofisini? Sitaweza kabisa hata kidogo. Bora afanye kazi mbali, mimi nifanye mbali na yeye. Ndio. Hapa kama unavyoniona nipo mtaani nazungumza na wanamtaa. Waje tuzungumze, tupige story na wao. Kwa nini sizungumze nao? Njoo tuzungumze nao hapa. Wanajamii tunazungumza nao. Ni Rada ya Mtaa. Hivi unadhani ni sahihi kati ya ukiwa na mpenzi wako au mmeo kufanya kazi sehemu moja au taasisi moja? Wewe kwa upande wako? Sio vizuri. Sio vizuri. Sipenda kuja. Sio vizuri. Kwa nini sio vizuri? Zungumze tu, kwa nini sio vizuri? Sababu unaweza kusema mimi siwezi kufanya naye kazi kwa sababu hii. Wewe kwa nini unasema sio vizuri? Confidence hautakuwepo. Confidence haitakuwepo. Agape, njoo huku bana nikuone. Njoo nikuone. Anishamaliza Huko upande wako unazungumzaje kufanya kazi sehemu moja na mpenzi wako au mmeo katika ofisi moja? Je, ni sahihi? Mimi siwezi, kwangu mimi siwezi. Kwa nini usiweze wakati ni mtu wako au mpenzi wako? Inategemea. Inategemea. Mambo? Poa. Uko poa? Niko poa. Unakutana? Levina. Levina. Yeah. Umependeza. Asante. Sasa Levina, nataka tuongee kitu kimoja hapa. Ni hivi ukiwa na mpenzi wako au mumeo, unaona ni sahihi yani kufanya kazi ofisi moja, yani wewe na mtu wako? Hapana, sidhani kama ni sawa. Kwa nini sio sawa? Sasa unaweza ukawa yani
fanya charming na watu wengine, lakini yeye akawa naona wivu. Wewe unaona sio sawa kwa sababu kama mmeo atakuwa na wivu? Sasa kwa nini jamani? Kama kwenye ofisi tofauti. Kweli, mambo. Unakutana? Bahati. Na bahati ya kukutana na wewe. Umependeza. Asante. Kweli. Sasa nataka tuongee kitu kimoja. Sawa, Bahati. Ukiwa kama Bahati. Hivi ukiwa na mpenzi au mume, alafu unaona ni sahihi kufanya kazi sehemu moja, mfano ofisi moja au taasisi moja? Hapana. Kwa nini hapana? Kwanza kuzoeana, yani inakuwa ni kuzoeana sana. Kuzoeana sana? Unachoogopa ni mazoea? Haya, sawa. Una bahati nzuri nimezungumza na wewe. Mambo? Poa. Unakutana? Naitwa Eunice. Eunice, ni wale. Sasa nataka tuzungumze kitu kimoja hapa. Stella, kwa upande wako, unaweza ukawa na mpenzi wako au mmeo, si ndio? Unaona ni sahihi kufanya kazi sehemu moja, either ofisi moja au taasisi moja? Naweza. Kwa nini uweze? Watu wanasema ni ngumu sana. Unaweza kuwa na rafiki yako wa kiume akana utani akikuona anakuita baby. Anajua tu mke wa mtu lakini anakuita baby. Wewe unaona itakuwaje? Inategemeana na mtu ambaye labda upo naye ni hivyo, lakini kama ikitokea labda kama hajapenda, basi uenda utamwambia huyo mtu kwamba sihitaji mazoea hayo basi. Eunice, narudi kwa upande wako. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu kama hivyo ulivyosema, kuna marafiki wengine wanakutania tani. Yaani kuna watu wengine hawapendi utani. Anaweza akachukulia yeye ni serious. Kwa kweli sitoweza. Ni kitu ambacho hakitowezekana kufanya kazi sehemu moja na mpenzi wako au mtu wako wa karibu ambao mmeshajiingiza katika mahusiano. Inakuwa ni vigumu. Kwa nini? Yaani userious wa kazini utapungua sana, userious wa kazini. Haiwezekana kufanya kazi na mpenzi wako kazini, maana utakuwa kuna confidence lazima lose. Kwa kitu ambacho hakitowezekana. Mambo? Poa. Kwema? Kwema. Rahim. Sawa jamani. Mimi nataka tuzungumze na nyie. Nasimama hapa inapendeza. Nimesimama katikati, hata kama mnanipiga naweza nikajisaidia. Sasa mambo? Poa. Unakutana? Rufaidat. Sawa. Wewe? Bilkais. Wewe? Wiras. Huku? Nishan. Jamani, kuna mwingine? Mina. Sawa. Ni hivi, naomba tuzungumze. Hii ni Rada ya Mtaa ambayo huwa inazunguka mtaani kuzungumza na wanajamii tukiwa kama sisi hapa. Ni hivi, na swali langu moja, nitampa kila mmoja ashike maiki. Kila mmoja atashika maiki. Ni maiki ya mtaa hivi. Ni hivi, unaweza ukawa na mpenzi wako au mumeo. Je, unaona ni sahihi kufanya kazi sehemu moja au taasisi moja? Naanza na huku, nitakuja kwa moja. Nikianza kwa upande wako, wewe unaona ni sahihi mpenzi wako au mumeo katika taasisi moja? Kwa upande wangu mimi naona hata sio sahihi. Kwa nini sio sahihi? Kwa sababu kwenye kazi kuna mambo mengi, maana kuna vijana nini, afu inaweza katokea ugomvi hapo. Sawa. Wewe unazungumziaje kufanya kazi sehemu moja na mpenzi wako? Mimi nakubali. Kufanya kazi na mpenzi wako. Wewe unakubali? Mimi nakubali. Kwa nini? Kwa sababu pale heshima, mimi nakubali. Wewe kwa upande wako unakubali? Japo hujui unakubali kwa nini? Lakini mimi nakubali. Sawa. Dada? Mimi nakataa. Kwa nini ukatae? Kwa sababu mapenzi na kazi ni vitu viwili visivyoenda sawa. Kufanya kazi na mtu wako, especially mpenzi wako au mume wako, unadhani ni sahihi kufanya kazi katika ofisi moja au taasisi moja? Sio sahihi. Kwa nini? Yaani kuna vitu mnaweza mkaoneana hivyo, kuona mali wivu tataradadi pale. Wivu taradadi? Mimi nimeshindwa kuongea, nimesema taradadi sio. Yaani wivu utakuwa mwingi. Wivu utakuwa mwingi? Utakuwa umepiga mwingi wivu. Georgina, wewe kwa upande wako unazungumziaje? Ukiwa na mpenzi wako, mume wako, unaona ni sahihi kufanya kazi katika ofisi moja au taasisi moja? Hapana. Why? Mkifanya katika sehemu moja mnaweza mkaelekeza mapenzi, pia wivu kati ya ukimwona mpenzi wako, mume wako yuko na mtu fulani, hiyo pia itaelekea wivu.
Mimi naitwa Johnson Grayson KJR. JR. Yeah. Okay. Hivi hii ni nini? Hii ni remote. Remote. Kwa Kiswahili inaitwaje? Kiyoyozi. Kiyoyozi. Ongea, inaitwaje? Sijui aise. Kwa Kiswahili? Remote. Mambo vipi? Poa. Unakutana? Naitwa Musa. Musa. Ndio. Hii ni nini? Remote. Remote. Kwa Kiswahili inaitwaje? Kwa Kiswahili? Kibonyezo. You get it? If you don't get it, forget about it. Mbona kama uko serious kabisa kama umepata vile, lakini kama hujapata. Hii ni kweli inaitwa kwa Kiswahili? Kwa Kiingereza inaitwa remote, kwa Kiswahili inaitwa remote. Kwa Kiingereza remote, kwa Kiswahili? Kwa Kiingereza remote, kwa Kiswahili remote. Okay. Hii ni by the way ambayo ipo Lumen TV huwa inapenda kuchangamsha watu mbalimbali. Ni elimu ambayo unampatia kijana yoyote, si mtu mzima. Unatokea uzungumze naye ujue kwamba kipi ambacho anaweza kukifanya. Sawa, by the way kuna kitu nataka tuzungumze bro. Hivi ushatumia remote? Hii. Shawahi. Inaitwaje kwa Kiswahili? Maana kwa Kiingereza najua remote, kwa Kiswahili inaitwaje? Hey y'all, come look at this. Kwa Kiswahili? Yeah. Brother sijui. Remote. Kwa Kiswahili? Kwa Kiswahili? Nataka ngasema nimesahau kidogo. Asante Saudi hii jamani hii. Boy ina noma hizi. Remote ni kwa Kiingereza, kwa Kiswahili inaitwaje? Hapo umeniacha sana. Hapo nimekuachaje bro? Nimekuachaje bro? Elimu tumeikimbia. Hapana, kuna vitu vingine ni Kiswahili kwa sababu hapa tunazungumza kwa lugha ya kigeni. Kisaidia mwendo wa TV. Kisaidia mwendo ya TV. Kisaidia mwendo wa TV. Hebu rudia. Kisaidia mwendo wa TV. You get it? If you don't get it, forget about it. Ushaitumia remote? Remote? Yeah. Hapana, sijawahi kutumia. Sijawahi kutumia. Sijawahi kutumia. Sure? Yeah, sure. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Basi nikushukuru sana. Wenda ushaitumia. Hii hata ukigusa hujaitumia? Sijawahi kutumia. Kweli vile? Kweli. Sawa, nikushukuru sana. Haina noma. Poa. Wanafunzi wenzangu, remote kwa Kiswahili inaitwaje? Hebu shike. Hiyo remote kwa Kiswahili inaitwaje? Mwongozo. Wewe nataka nisikie. Kilenga mbali. Wewe? Kielekezo. Hebu rudia, inaitwa? Kilenga mbali. Yaani unataka kupata ila umekosa kidogo. Siku nyingine utapata. Umesikia? Haya, tukaendelee shuleni basi. Mtazamaji wa Lumen TV, kama ilivyokuwa kawaida, Rada Mtaa ndo inahitimishwa hivi. Kama ilivyokuwa kawaida, Rada Mtaa huwa inazunguka mtaani kuzungumza na watu tofauti tofauti. Na mada ya leo ilivyokuwa nazungumza ni kabambe sana kama ulivyojua. Leo ni siku njema popote pale ulipo mtazamaji wa Lumen TV. Rada Mtaa ilikuwa na mada kabambe, ilikuwa nasema unaweza ukawa na mpenzi wako au mchumba wako au mumeo au mkeo. Je, ni sahihi kufanya kazi katika sehemu moja, especially taasisi moja au kama serikali tu, kwamba wewe mwanaume au wewe mwanamke upo ndani ya ndoa au una mpenzi wako, unaona ni sahihi kufanya kazi sehemu moja na mtu wako? Kama ilikuwa sahihi au sio sahihi, tumeweza kupata mitazamo tofauti ya watu katika jamii. Lakini ndani ya Rada Mtaa tulikuwa na segment kinasema by the way. By the way ilikuwa na kifaa kinaitwa remote. Remote tunajua kwamba ni remote tu kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili tulikuwa tujue inaitwaje. Ndio hivyo, baadaye kuuliza watu chemsha bongo ya by the way wanashindwa kusema kwamba remote kwa Kiswahili inaitwaje. Mimi namaliza. Remote kwa Kiswahili inaitwa kitenza mbali. Jina langu Vani Bro na ndani ya Rada ya Mtaa. Rada ya Mtaa ndio inahitimisha kama ilivyokuwa hivi. Nasema kwa heri, endelea kutazama Lumen TV, nuru ya ulimwengu. Oa, hivi unajua kwamba kitaa kinaongea? Kama hujui basi
tulia nikuonyeshe jinsi mtaa unavyoongea. Tazama mtaa kuzungumza na wana kitaa, kwani wao ndio wana mengi ya kusema. Ni mwendo wa kituo kwa kituo, chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Mwana kitaa kaa rada, kwani tunakuja kitaani kwako. Kwenye mashimo tunafukia, kwenye changamoto tunatatua, kwenye furaha tunafurahi wote. Hii ni rada ya mtaa. Langu jina Vanny Bro, shujaa wa kitaa.